Wafanyabiashara jijini Nairobi wamekadiria hasara ya mamilioni baada ya biashara zao kuporwa wakati wa maandamano hapo jana. Baadhi yao wamewalaumu wanasiasa kwa matukio hayo, wakisema wameachwa bila tumaini lolote katika biashara zao. Kufuatia maandamano yaliyofanyika hapo siku ya jana, wafanyabiashara katikati mwa jiji la Nairobi waliraukia hasara ya mamilioni, wengi wasijue cha kufanya kwani vitega vyao vya uchumi haviko tena kufuatia wizi na uharibifu. Kwa kawaida, maeneo haya yalikuwa yamejaa shughuli nyingi za kibiashara, lakini mengine yamesalia tu makovu ya tarehe 25, siku ambayo iliratibiwa kuwa ya ukumbusho wa Juni tarehe 25 mwaka uliopita. Kulingana na baadhi ya wafanyabiashara, wamenyooshea serikali na wanasiasa lawama, wakidai kuwa wengi wao hawahusiki na siasa, ila sasa wanapata athari za kisiasa katika biashara zao. Security need security. Waache ku-politicize this issue. Hii issue si about ati someone is trying to take you out of power. Mr. President akae chini ajue what is this that is eating the nation. Watu haizitokea tu kwa barabara for nothing. Watu kuna Kenya wanasema. So ni akae chini, address the nation as the head of state, exercise leadership for once. Sasa tukaa sisi, mtu kama mimi nitaanza wapi? Kuna malon tunalipa, mtu ataanza wapi? It's high time. Wewe kama Gen Z uko kwa nyumba, uko kwa hao, unasema we are fighting for our right. Right gani? Unadhani wasichana wangapi hapa Koja? Hapa Koja hawaingii kazi leo? Wamama wangapi? Hizo bank zote zimeibiwa. Supermarket Githurai zimeibiwa. Equity imeibiwa. Hiyo bado ni maandamano. Katika sehemu zingine za taifa, hali ilikuwa sawia, huku wengine wakiapa kujitokeza kulinda biashara zao wenyewe iwapo maandamano kama hayo yatashuhudiwa tena. First of all, we are looted, everything is gone, everything, hatuna chochote cha kufanya, hatuna anything. How are we going to raise again? Serikali kwa upande wake imelaani vikali uharibifu ulioshuhudiwa, ikisema kuwa maandamano yanapaswa kulinda na kuheshimu haki za wengine. The flavor of rights agitation, occasioning significant loss of lives and livelihoods, as witnessed yesterday and in the past, is no longer tenable. The government will assert its absolute duty to protect, to ensure that such carnage is never again witnessed under the guise of human rights or by the Gen Zs. Haya tu ni mabaki ya siku ambayo ilitarajiwa kuwa ya ukumbusho, lakini sasa imegeuka kuwa uchungu na hasara kwa wafanyabiashara jijini Nairobi, wengi wakikadiria hasara ya mamilioni, wengine wasijue mwanzo au mwisho watakaoanza, kwani hasara ambayo wameipata ni hasara na ambayo itawachukua miaka mingi kurejea mahala ambapo walikuwepo. Nikiripotia runinga ya Mwangaza, kaunti ya Nairobi, Kelvin Kariba.